Ndizi TV. Obwansu Gusii. Manchu muligereria nende tumirande asomoro video Esabaria obonchereria stukumira no monchereria bweli tukoria rero oyurabe kagusangana intwe amange gwetera oboncherere bwaye kurasabete kago chakira wikira bonaiga ase abeire kago iko manchu mulinde no basemerenga egwiki elingwa bete kokurigereria omorobeli Esabaria obonchereria aso monchereria tobusangana era se kulinde egwiki ejiga tochikumulikira obonchereria bwatekero ruchenga asense monde gaiga na sako nelia Bw'ebikoroto nabe kagotumanya wiki elia tatetinga ni chianga konya ngaye ikirete agachagosoa ase ensemo y'Ebw'ebikoroto mwanchi mulingo kwaliga nivene ilinde tabeto gusanga asobwamo so asensemerie mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Elitriane Kerubo Frida tia mwaliga nivene enda tumanye na kiako kwa karibu sana tena. Asante. Unaweza kumbusha mpenzi mtazamaji unaitwa nani na tuko wapi hapa? Naitwa Karanja-Ogembo. Mkaji wa Ogembo. Kwa miaka kadhaa sasa. Okay. Tangia mwaka wa 2007. So nimekaa katika hii mji na nimeelewa zaidi. Nashukuru na kuwa na wapenzi ambao ni mandugu zangu. Unafurahia sana kuwa na kabisa. Asante sana tena tuongelee kuhusu biashara yako tuzungumzie kwa undani kabisa. Wiki iliyopita tuliweza kuangazia katika duka lako la Ebeneza ambapo ulikuwa unauza nguo. Nimeona kwamba tena sijui ulifikiria vipi ukafika katika kuuza viatu katika hii sehemu pia tena. Katika mji huu kulikuwa na upungufu wa viatu vizuri. Na ilikuwa inabidi lazima watu watembee katika mji wa Kisii. Na baada ya kuuza nguo, nikarealize wateja wakienda Kisii, vitu zingine wananunua huko. Na kwa hivyo ikabidi lazima ninge style up kidogo. Na ndiposa tukakuja na mambo ya viatu. Okay. Yes. Pengine ulianza kuuza viatu vigani? Vya wanaume, wanawake, watoto? Nikianza pale mwanzo sababu siko na uwezo mwingi. Nilianza na viatu ambazo zinatoka Uganda nyingi. Na sikawa zilikuwa za bei nafuu. Lakini pia kuna watu hawakusipenda. Lakini zilisaidia kidogo sababu katika pesa dogo ambazo nilikuwa nazo zilikuwa zinashika mfuko wakati huu. Okay. Hapa mahali ambapo tupo saa hii ni viatu aina vipi ambavyo unauza? Sasa essential tuko naye hapa ni ya wanawake. Na this is a class madam. Pia tuko na sehemu nyingine ambayo iko na watoto. Tuko na watu ambao mfuko ni kiasi. Na pia tuko na section ya upande wa sports ambayo inashika wanawake na wanaume. Na pia kuna section ambayo iko na wanaume peke yao. Pengine wakati ulikuwa unauza nguo pale, pengine ni customers walikuwa wanaulizia wanaweza pata viatu wapi, ukaona kuna pengo hapo ndipo sasa ukaanzisha duka lako la viatu? Ndio kabisa. Jambo niliona ni kwa kuna pengo. Sababu nilipoenda nguo watu wote wakaenda nguo. Na unajua vizuri watu wetu kaka sisi kama wa Kisii. Mimi nimejiita moja sana nimekuwa mwenyeji. Huwa kuna competition. So unapoanzia lazima mwingine ngojea amechipuka huko. So you have to go beyond them. So mtu akikuja uone wamefika hapa kwa competition. Unakwenda pale pengine. Kwa hivyo nikaona kuna pengo kabisa kwa upande wa viatu. Na all the rate we are moving like hot cake. Okay. Pengine hivi viatu ambavyo unauza unavipata kutoka wapi? Ukweli kabisa kuna zile tunatoka Uganda. Blue brokers. Na kuna zile tunaipata kutoka pale mji wa Nairobi. Na sana sana inakuwa nyingi kutoka Nairobi.
Sababu pia kama nguo, viatu pia huanga sinaenda katika fashion. Na you need to be updated every time. Yes. Okay, wakati viatu new version inaingia, sijui una updating customers wako maybe? Yeah, to update through the WhatsApp. We have created a group. Na pia wakati mmoja ama mwingi ninatumia watu through the FB na bado tunaweza kufika. Okay. Pengine unaweza sema mtandao wa kijamii umekusaidia vipi katika kuimarisha biashara yako? Biashara sasa hii ukijaribu kufanya katika wateja ambao wanaingia kwa duka lako wanakuwa wachache. So hapo awali sababu ni realize the older generation ilikatalia FB, ikatalia WhatsApp na status. Na kwa muda mrefu ndio tumekuwa tukitumia na wakati huu ndio tunaanza sasa kuingia katika TikTok sababu viatu nyingi watu wetu kuna hapa wengi ni wazazi. So wakati kama huu tunaingia upande huo na tukiingia kwa TikTok tunaingia through kupitia kwa watoto wangu ambao pia wataweza kuwa na uwezo wa kuingia zaidi. Okay. Naona kwamba viatu vingi ambavyo viko huko ni vya wanawake. Sijui pia kwa wanaume viko? Ya tuko na section tofauti ya wanaume. Ukijaribu kuwachanganya pamoja, the issue collide. Na ni vizuri sana wakati wote tunapoanzia biashara, mtu anakuwa safe. So sasa pahali tuko saa hii, hii ni section ya wanawake peke yao na mwanamke ambaye ako na class yake. Okay. Kuna wakati ambapo unapata kwamba mteja anaweza kuja maybe ako na function mahali, maybe harusi, anaweza kufanya viatu order umletee? Wow, hiyo ndio tunafanyanga zaidi. Customer wale tunakuwa na wengi ni orders. Okay. Because we are well connected. So mara moja unapoitisha unaipata. Maybe do you deliver? Yes. We have been using the G4S. Tunakuwa tumekitumia kitu kama Guardian. Na pia katika matatu za kawaida na watu wa bodaboda. So kama wale wako vitongoji, tunachukua tunaipeleka, tunakupatia variety, unachagua na baadaye unarudisha. Na tuseme mtu wako bari, tunamtumia picha, tuna-assess, tuna-make sure tunamtumia ile kitu. Na ikikoza pia huwa tunaitikisha wanarudisha. Okay. Pengine ukiangalia kwa upana, biashara katika huu mji wa Kisii hasa kwa upande wa viatu umekuwa vipi? Usuri wa mji wa Kisii ni moja, mvua ni nyingi. Na mvua ikiwa nyingi, lazima watu wang'are. Kabisa. Viatu, biashara yake ni nzuri zaidi sababu akipita kwa matope siku moja mbili, lazima akuone kama. Okay. Pale ambapo tuko tunazungumzia duka katika uuzaji wa nguo, uliweza kutuambia kwamba kuna klasi ya watu wa chini kidogo, kuna katikati. Pengine kwa upande wa viatu pia umejali watu kulingana na mfuko wao ama kulingana na mapato yao? Hii inakuwa lazima. Lakini usuri wetu ni moja. Ukisha ingia kwangu na uniulize ni gani original, mimi nitakuonyesha jinsi ya kuiangalia. Okay. Sababu nakuanga nikiweka class moja, nitaweka variety sababu ya mfuko. Lakini ukiniuliza ni gani mzuri, na kuelekeza, na wengi wamenijua ukiuliza huku kwa kijiji. Wote watakwambia ukitaka kuambia ukweli, kuja ulize ni gani. Hivyo nikitaka kiatu original, nitakuja uniambie kiatu original ni gani. Yes. Sasa kama hiyo umeshika, haitakuwa bei moja na hii. Hii inaweza kuwa iko na sura. Lakini huyu ni 1300, huyu ni 1500. Hii katika duka za kawaida nyingi wanauza 1800. Kwa hivyo nikija hapa niiteremshe chini kidogo, inakuwa ni vyema. Hii nalo kawaida inaenda 1500. But kawaida hapa litaenda mpaka 1300. Na wakati wa low season lazima tunalikula dogo dogo. So ukisikia bei, mtu anauza kwa nini bei, na mwambie kwa nini tofauti. Hivyo ndivyo kusema kwamba unaweza kusema kwamba wakati kiatu bei yake iko juu inatend kuwa original kiasi. Ndio kulingana na muuzaji. Kuna wauzaji ambao hawakuwa na ukweli ndani yao. Lakini katika mji huu mtu alikuja hata niulize nichukue hii na niangalie uzito wake wa mwili. Unajua hiyo kitu itamsaidia. Mara moja namwambia ngoja nikuletee. Mbona ukaamua kuambia wateja wako ukweli? Sababu najua wanabiashara wengi ni pesa wanatafuta. Mbona wewe ukaamua kutoka kwako Karanja utaweza kusema ukweli? Ikiwa mji huu kuna mvua mwingi, kuna milima, kuna mawe. Ukikosa kuambia mtu ukweli,
tuseme mtu ni madam. Anaenda shule na anatumia mguu. Akikisha mpatia kitu ambaye si mzuri na huku muelekeza, anamaliza mwezi mmoja hana kiatu. Huyo mtu amepotea na anaenda kutafuta kwingine. Lakini wale wote wamekuja hapa, I make sure wame retain kuwa wateja wangu. Kuna wale nimekaa nao zaidi ya miaka 15. Wako hapa. Sababu akinunua akiniuliza nikimuelekeza na anasema kweli niambie ukweli. Lakini of course mmoja mwingine anakosa kukuuliza. Sasa hapo kuna changamoto kidogo sababu labda ulikuwa unamjali mfuko, akakosa kujua ulikuwa unamjali mfuko. Na kuja mnamuuliza swali. Hii ilikuwa ya bei hii, wewe uchukua ya bei hii. Na kupitia hiyo watu wanajua unaniuliza ni gani, na unasikia mtu kama hana uwezo wa mfuko ananiambia hii ni ya bei nafuu lakini nipatie tu nitaichunga. Kisha baadaye unamwambia usitumie sabuni, usifanye hivi, usitembee kwa matope. So mtu akiwa mrefu atajua nimemwambia kitu ni cha bei chini kidogo. Ukiangalia katika hili duka, kazi najua yenye kwa hapa ni nyingi mno. Pengine kuna wale ambao unashirikiana nao katika kuuza. Hapa kuna kwa changamoto sababu wakati tunaweka bei nafuu ina reduce the profit. It reduce profit margin. Sasa jinsi ya kulipa mtu inakuwa kuna mshike kidogo. Lakini niko na utaweza ona nimeenda nimetafuta mtu wa familia kidogo. Wakati mwingine nimepata msichana siku moja nikijua wakati huko hivyo. So wao wanasaidia kupunguza wakati customer ni wengi na hivyo. Lakini kuna wale ambao umesik nao tangu mwanzo wakati ulianzia biashara hadi kwa sasa. Hii inakuwa gumu kidogo. Sababu wakikaa katika hii biashara mara moja unaona amekuwa mweupe kidogo. Na inakuwa changamoto mingi. Na nikitengeneza kidogo hapigwi na jua anaenda. Ni msafi throughout. Like my two lady were my former employees. Sure. And later I have to honor them. They are my bosses. Naona hii biashara yako imetengeneza watu wakubwa. Wow. Unafurahia kazi yako. Wanajifunia wakati gani tunakutana na mtu na roho yangu inatulia. Lakini niliamua kitu kimoja. Katika wale nachukua wenyeji sababu ndio wananilea. Nachukua wenyeji ndio wamenitoa mbali. So katikati hii wengi wamejifunza biashara, wameanza biashara huku. Na kuna kadha wengi sana katika mji wa Ogembo ambayo tunaanza kazi na wao. Leo wako kazi zao. Na kianzia mnamsaidia. Ningependa ushikilie hapo tuingie mapumzikoni, tukirudi tutaweza kuzungumza mengi. Mbiona sana mwanchi murigere bwataseni kia Ndizi TV twende gusanganire Josephat Karanja kura senseme ya Ogembo Oboonia Bw'ebikoroto chinga kyagendete gusangana into amange kuri tete turasio message duka kigongwira na tuli tobeto gukwanira amange. Ndizi TV Obwansu Gusii. Hano mwana w'ekyanga kya mitumba kirekya abana amo n'abantabanire na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire Esabaria entambe asago kireteire gisieri na munwa. Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende BN Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba kuna bono kianga kya bana, ntubwate ki household, ntubwate ki wood, ntubwate ki jacket, ntubwate towels. We have all types of products kya mitumba. Baka ntubwate ebikoroto bone gantu introduce ebikoroto na some slippers, crocs. Igo toko barangeli munyara ko mogoja se Mama Tefi Mitumba, munyara ko mokwenyorera emisigo ya Canada grade 1. Kero watire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia. Ntuwanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore.
kobwate chiri busta na 500 asema Matifi Mitumba kwanyorire karoboto kiri number 1 lindo nyare ko bagokonda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarire imeyomo cy'obusongo ase nyomberi ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimi na kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada USA Australia New Zealand France UK Germany Saudi Arabia Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburiao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5D. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inya isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Wiki juma omwancho muliyeli abagetaseni kya Ndizi TV nende ngokwaligania sentunda ya kabere chinga kitogenda gusanga emiyomorobeli Esabaria obonchereria asitogenda gusanga no monchereria Josephat Karanja kora senseme ya Ogembo aseduka ya Ebeneza oyogendete no Oboonia Bw'ebikoroto kondo mwancho muliyeli antaite nende tumerane nere ili ndetogenda gusanga ase owamo. Karanja, unaweza tuambia pengine unadilaje na competition? Najua siwe peke yake unauza viatu katika huu mji wa Ogembo. Wakati wote ambapo hakuna competition, kuna kuwa na monopoly. Na wakati wote kuna monopoly, hakuna kukua. Lile jambo lilishawishi sana kuja katika mji wa Kisii, ni kuwa nilijua wenyeji ni watu wa biashara. Na kwa hivyo katika mafikira yangu, nilikuja nikiwa nimejua vizuri, nikianzia kitu mwingine ataanzia. Kwa hivyo katika mji huu pamekuwa na competition, na kitu cha kwanza ambacho kimenisaidia ni kujua ile kitu wa customer wangu wanataka. Na pia kuintroduce a new things in market ambazo pia zinanisaidia kukua ahead of them in market. Yes. Ukiangalia katika hapa mahali ambapo tumesimama naona ni viatu vya wanaume. Pengine hivi viatu pia navyo unavitoa wapi? Hizi kuna zile tuna source from Italy, the Turkish. Kuna zile tunatoa from China. Na the Dubai one. Sababu Dubai wakati mwingine tushida pahali imetoka, the source of origin. But pia kuna zingine tunatoa Ethiopia.
na kawaida pia kuna zingine zinatoka Uganda. Okay. Yes. Ukiangalia customers feedback inakuanga muhimu sana kwa mwanabiashara yoyote. Pengine kwako, wakati unapata feedback kutoka kwa wateja wako, imekusaidia vipi kuimarisha biashara yako? Okay, kila wakati ambapo tunahusia mtu mostly huwaga tunawapatia namba na namwambia pakiwa shida yote jisikia huru kuleta malalamishi. So wakati wote naipata malalamishi sijai chukua kuwa mtu huyo ananichukia. Ninajua kuna pahali ilikosa sababu malalamishi ikiwa 3 watu watatu wewe umepotea. Lakini the more unajua hii kitu nimeleta imekataa irudishe back. Na actually hata tumeongea na most of my distributors. Nikileta kitu na iwe haifanyi vizuri kuna malalamishi ninairudisha. Siendelei kuiuza. Okay, wanasemanga the customer is always right. Yeah. Akilalamika lazima ulalamike, na wakati mwingine hata tumerudi kwa mfuko na tukamrudishia kitu kidogo sababu ni vibaya sana mtu amenunua kitu kwako na kisha baadaye kimemferi mara moja. Lakini pia tunawaambia jinsi ya kuishi nacho. Kama ni kiatu, how can you maintain? Okay. Hivyo mnapea wosia wateja wenu. Yeah, mostly waka tunawaambia na uchunge hii na uchunge hii. Kulingana na uzito ambao tunajua hiyo kiatu kilivyo. Okay. Sababu wanaume wanatembeaga mbio na usipowachunga watapotea wote. Okay. Ni changamoto zipi ambazo umepitia katika uuzaji wa viatu? Viatu once inaralisha pesa zaidi. Na wakati unapoiweka pesa zake zitaserera zaidi na zinatoka pole pole. Sababu kawaida wanaume wanunua sababu kuna hitaji kamili. So na pia ukimuhusia likae zaidi utasikia mtu anakuambia ninunua 2013. Mwingine anakuambia ninunua 2017. Na hiyo kiatu imenifurahisha. Lakini kwa hiyo miaka yote hujakuwa ukiuza. So lazima ukuwe na njia moja ya kuhakikisha kuwa you have new customer every day. Okay. So that ukiusia mtu kiwa kizuri pia anarecommend mtu mwingine. Lakini changamoto ziko sababu ya kwenda pole pole. Pengine kuna wakati ambapo umefanya order viatu vikuje vikachelewa kukuja na pengine customer demand inakuanga juu sana. Hii imetukuta wakati mwingi sababu mtu wako na occasion na abe specify. Mwanaume ni kiatu. Shika hivi kabisa. Mwanaume ni kiatu. Na hata ukiamua kuchagulia mwanaume kiatu ni kazi ngumu zaidi. Sababu kuna mwenye hulipenda hili ambalo limechomoka, kuna mwenye huipenda ile imekuwa pana kidogo, kuna mwenye hupenda hii ambayo imelala chini. Hii inamaanisha you must meet the demand. Na kwa hivyo hii imetupatia changamoto sababu wakati mwingi tukiitisha sina chelewa. Na wakati mwingine tumebidi kusource from here Kisii na unatafuta wenzako na unawaambia tafadhali nipatie. Angalau ushikie customer zako. Okay, angalau usipoteze customers wako. Yes. Uliweza kusema kwamba wakati mwingi kuna occasions huwa zinakuwa maybe watu wanafanya order unawapelekea hizi viatu. Yes. Tuko na kama watu wa bodaboda ambao tume identify from around. Mtu aliona na haiko imefika. So sisi waga tunamdelifia. Na wakati mwingine hata kama ataitisha fee kidogo inakuwa subsidized. Lakini tumekuwa kama upande wa Soneka tumesukuma nyingi. You go to the Kiumbu. Hao watu wakati mwingine akitumia tikiti inakuwa zaidi. So tuwaga tunaitoma. Okay. Pengine ni umuhimu upi upo wakati unashirikiana na wafanyikazi wako unakuwa na good relationship na wao? Mostly when environment iko sawa, delivery inakuwa zaidi. So kwangu wakati mwingi tunapokuja na tunakaa na wao nakaa nao kama dada zangu. Sababu wakati wamefurahi they talk from the heart. Lakini wakati amenuna customer wangu uteseka. Kwa hivyo wakati mwingi wakati tuko na wao tunaishi kama wadogo. Na hii sana niliona kutoka kwa Waislamu. Na nikaona vile Waislamu utreat wafanya kazi. Nikaiba kitu kizuri kutoka kwao. Nikaona wakati mwingi wanaishi kama madugu, wewe sijua ni dada yake ni nani. Na hivyo ndio tunafanya. Okay, na hivyo ndivyo umeishi na watu wa kabisa. Kukaa bedoi miaka mingi hivyo si rahisi. Imekuwa changamoto, nimeona wengi wakikuja tunafanya miaka 2 3, huyu anaanguka. Unaona mwingine amekuja, huyu ameenda. Mwingine unaona amerudi kiwango
kiwango cha chini yameangukia. But I'm up always. Na ukiingia huko wenyewe utakwambia ukweli. Nimekuwa ngangari. Okay. Pengine siku za usoni ungependa kufika wapi Mr. Karanja? Hii ni ngumu, lakini tumekuwa tukitaka kuinua to raise the what's called a supermarket. Okay. Ya bidhaa hizi. Siwe siku kiwango kuwa mtu akiuza hivi amejua bei yake. Wakati huu sababu ya competition kidogo tujaweza kufika hapo, but hapo ndio tunaifikia. Okay. Yes. Kuna wale ambao wanaamini kwamba wakinunua viatu pengine kutoka mji wa Nairobi ndio wanaweza pata kiatu ya bei nafuu ama kiatu original. Pengine unaweza wapea wasia upi? Pahali tunanunua pamoja. Na ukienda town vile ilivyo kubwa, gharama ya maisha iko juu. Okay. Na ikiwa gharama ya maisha iko juu, inabidika lazima aiweke bei ambayo atalipia hiyo gharama na yeye mwenyewe pia ajilipe. Na hii imenipatia sababu nikiwa niko hapa mashinani, nyumba ni bei nafuu, chakula ni bei nafuu, kupitia kwangu natumia mguu. Na hii inaniambia kuwa out of this one, maisha ni ile ya kawaida, chai hapa ni shilingi 10. So nikiwa hapa hata mtu akue Kisii town, hatuwezi pelekana. Mimi niko mbele sababu transport hailipishi na distance, inalipisha na weight. Kwa hivyo hata kama unaenda bari, transport ni ile ile. Okay, bei ni ile ile. Bei ni ile ile. Kama mzigo ulikuwa unalipia 500, haijalishi unaenda karibu ama bari. Ukiisha weka kwa mzigo wa gari, lina kuwako. Na saizi hivi penye kuko na basi nyingi, tuna reduce the cost. Na kama ni uchafu mwingi makatos na nini, tunaibakishia pale Nairobi, tunaacha na uchafu wao. Tunakuja na viatu zetu zote tunaweka kwa display, tuna avoid kuweka kwa makatons. Okay. Ni umuhimu upi mpenzi mtazamaji anaweza pata wakati ataweza kununua bidhaa zake katika hili duka la Ebenezer? Kitu la kwanza ni kuwa una uhakika zile pesa unazozitoa uanga zinapelekana na dhamana ya ile kitu ambayo unanunua. Okay. Tukikuja kama hili, mimi nitakuhusia 1,700, 1,500. Hili you can be sure, ukiingia katika soko la kawaida, wanauza 2,300. Lakini hapa tunahakikisha pesa yako utaiona. Na ukinunua juu, unahakikisha kabisa. Sababu kawaida yangu, hakuna kitu kinarukiwa zaidi ya shilingi 100. Ni shilingi 50, tunachezea hapo. Hata ukikuja hata kama ujui bei, uanze nazi, you'll never regret. Okay. Pengine unafanyanga market research, unajua ukiingia kwa soko kiatu kama hiki utakipata kwa bei gani, ndipo tunakuja kuweka bei yako? Kawaida uanga na suguka, naingia katika mji wa Kisii na vitongoji vyote, na ninaelewa kuwa hii ndio bei wanaiweka. Na nikishaelewa, sababu niko mashinani, ninaangalia ni bei gani itasafutia mtu wangu, na ifanye akuwe mteja kwa muda mrefu. Na hii imenisaidia sababu, ukikuja hapa utakuta kila vitu ziko mpya. Na ya pili, tunahakikisha kuwa, tukikuangalia wakati unapofika hivi, tunajua ile kitu unahitaji ni gani. Okay. Pengine sijui kama hii duka ndio imekuwezesha pengine umeweza tena kuenda upande mwingine wa vyombo? Hii mesaa zingine kutoka hapa tukaanza upande wa vyombo, na kisha baadaye tukaanza na upande wa nywele, sababu tulirealize wanawake na urembo zinapelekana. Na pia pale nyumba tukajua kulikuwa na mshike sababu wakati nilipoanzia hii watu wengi walikuja huku, na tukarealize pia katika upande wa vyombo kulikuwa na pengo. Okay. Ningependa utumie ile kamera ukaribishe wapenzi watazamaji kuja huku, waambie duka lako linapatikana wapi na wanaweza pata bidhaa zipi. Good. Asante msikilizaji wangu. Tumesema hapa ni Ebenezer Boutique. Mimi mwenyewe naitwa Josephat Karanja. Na katika pale juu poster nimeandika jina Karanja. Sababu ukiingia katika mji huu utaje jina Karanja, kila mtu anakuambia duka lake ndilo hili. Na kwa hivyo ukiingia na uangalie pale juu utaona jina Karanja. Sisi tuko katika mji wa Ogembo. Karibu na Low Court. Kuna mtu inaitwa Omo sasa. Hapo kuna maduka kadhaa. Duka langu liko hapo katikati na posta imeandikwa Ebenezer. Ukiingia katika mji huu, fanya biashara nazi. You'll never regret.
pesa zako tunasijali, sababu hatujali faida tunayoipata leo, tunajali pesa ambazo tutazipata kwako kwa muda mrefu. Karibu sana. Asante sana kwa kuzungumza nasi. Ndimona sana mwanchi muri ya kwa birito kugusangana inte kutoka cyage tumurubiriga wikabona igatwikire omwelyo nagosemere kwana kwa bire kwimanya mangi gwetera omonchire gwiri tukurerera kunde gwikira gabu no tugwikira omwelyo gukorumurikira omurubiri bw'Esabaria obonchiria asense moyo bone Bw'ebikoroto temerana na ekero turabe tugusanga ase dukende ya Karanja oyo gokora Oboonia bw'ebinto by'okuriera naye nakiko bakagusanga n'intwe amange ekero asense melinde turabe tukumirana n'omurugi oye twatwerese ng'akibabere bakubwaterana ase obonchireri.